Bas, kwanza namshukuru sana Aurelia kwa kutujoin. Hata hivyo kutujoin kwa gizagiza make alikuwa na kibarua kigumu hali fulani, nikawa nimemkurupusha bwana, nenda studio, muda umefika. Kwa hiyo nimefurahi hata hapo alipofika, lakini baadaye nafikiri atatujoin. Kwa hiyo naomba sana nifanye kazi ambayo alitakiwa ifanye yeye na Kiwelo, kuwapitisha kwa haraka haraka kwenye performance ya soko letu la hisa, soko la mitaji la Dar es Salaam, ambalo kwa kweli kama mnatusikiliza wasikilizaji, ni vizuri mkawa mnafuatilia kinachoendelea kwenye hili soko. Soko ambalo watu wanasema ni soko dogo halijaendelea, lakini Ezekiel, wewe ni shahidi, ukiangalia bei za baadhi ya counters zilivyokuwa Januari na ilivyo sasa hivi, kuna watu wametengeneza pesa nyingi sana kwenye hili soko. Ni kweli. Na wengine ambao walikuwa wafuatilii vizuri au ambao timing yao ilikuwa nzuri wameumia kidogo, lakini ni kawaida unapoingia kwenye kama kujifunza kuogelea, lazima umeze maji kidogo kabla ya kuweza kupiga mbizi kwa raha starehe. Kwa sisi ambao tumekuwa wanafunzi wa hiki kipindi, niseme mimi nimekuwa mmoja wa wanufaika wakubwa kuweza kusoma trend nzima. Nilikuwa sifuatilii kabisa hizi mambo, lakini shukrani kwenu. Kwa hiyo unachokiongea ni sahihi kabisa. Kwa sasa kwa wiki hii hakukuwepo na matukio makubwa sana. Zaidi ya tunavyoona hapo kwamba kumekuwepo na ongezeko la biashara kwa kiasi kikubwa, imeongezeka kwa karibu 42%, hiyo wanaita turnover. Kwa hizo ni biashara zilizofanyika bilioni karibu 16, kuna watu wamenunua na kuuza, na volume kwa maana sasa ya number of shares zenyewe zikaongezeka kwa kiasi kidogo 4%, kutoka 14 kwenda 14.1 kwenda 13.6. Na wiki hii utaona kuna Tatepa, kuna CRDB, Mkoba, Mkombozi na Swiss Bank, Swissport, DCB na Nico zimeposti price gain. Kwa hiyo ni counter ambazo kama mtakavyoona kule chini zimeposti price gain. Price gain maana yake nini? Mtu ambaye alikuwa anazimiliki amepata angalau amepata nyongeza ya utajiri, japo ni paper gain, inakuwa actual gain unapouza ukarealize ile gain. Kwa hiyo counters nyingine mtaziona hapo chini zimeanguka, ni ups and downs za kawaida ambazo tumezizoea hivi karibuni kwenye soko la hisa, hasa baada ya kulegeza yale masharti ya threshold ya kiwango cha kushusha bei au kuipandisha bei. Na wiki hii kulikuwa na mnada wa Benki Kuu wa Treasury bills kwa siku zote, maturity zote 35, 91, 182 na 364. Na kama tuliona matokeo ya mnada huu, kumekuwepo na oversubscription karibu katika counters zote, katika maturities zote, kitu ambacho ni mwendelezo wa tulichokiona siku za nyuma kwamba kuna ukwasi wa kutosha kwenye system, kwa watu bado wanakimbilia kwenye hizi treasury bills ambazo utaona hata yield zake zimezidi kupungua. Sasa nikiangalia ile ya siku 364 ambayo kidogo inatoa indication, kwa sababu ndio inaonekana ina competition kidogo kuliko hizi za maturity za muda mfupi, kwa sababu washiriki wake ni wengi, ambako yield imeshuka kutoka 5.6 ilivyokuwa last week au ile mnada uliokuwa umetangulia na kufikia kwenye 6.0 no 5. Hapa si kama Kiwelo ameandika vizuri hapo, lakini taangalia kule chini ikoje, kwa sababu ilikuwa ni sawa, ilikuwa 5.9 kitu kama hicho mnada uliopita, imeshuka kidogo. Lakini utaona kuna peculiar future hapa kwamba hizi maturity za muda mfupi yield zake au riba zake ziko juu zaidi ya ile riba ya siku 364. Sasa hizo ni peculiar features ambazo inaelezea kwamba hakuna ushindani kwenye hizo maturity za muda mfupi. Kwa hiyo hata inakuwa sio representative nzuri ya kuweza kujua kama kweli hivi ndio ushindani wa riba zilipoipeleka. So katika hali ya kawaida ni kwamba mtu anayekupa pesa kwa siku 35 na yule anayekupa kwa siku 364 inabidi watofautiane, muda mrefu zaidi riba yake iwe juu zaidi ya muda mfupi, lakini imekuwa tofauti. Na hizi kwa taarifa zenu, hizi ni zote hizo zinakuwa quoted per annum, 6% per annum, 5.6% per annum. Na hapo utaona ni jinsi gani ambavyo kumekuwa na oversubscription
na hapo kama kawaida bullet ya mwisho ni hiyo ambayo inaonyesha jinsi mfuko unavyokuwa. Mfuko wa okay, sorry. Nimesoma kitu ambacho kilikuwa kichwani kumbe hakijaandikwa hapo. Lakini hapo wamejaribu kusisitiza kuonyesha dozen index fund ambayo kwa taarifa ilitakiwa kuwa mwisho leo kuendelea kuuzwa kwa shilingi 100. Nafikiri kama mnakumbuka tulipata changamoto kubwa sana hapo katikati kama almost 3 weeks wakati wa IPO, ambako pesa zilikuwa zinashindwa kusoma kwenye miamala ya watu. Natuma pesa sisi hatuzioni, wewe kwako zimeshatoka. Kwa hiyo kitu ambacho tumeenda nacho kwa almost nusu ya IPO. Sasa tulipofika katikati na wawekezaji wengi wakawa wanalalamika kwamba wengine wamekata tamaa, wameshindwa kushiriki kwa sababu pesa hizo zilikuwa hazisomi vizuri. Kwa hiyo tukawa tumeomba kutoka kwenye mamlaka kwamba wakati tunarekebisha hizi account numbers ziweze kusoma vizuri, afadhali tuongezewe siku. Kwa hiyo tumekuwa granted, tumepata hiyo ruhusa. Kwa hiyo hii offer ita close tarehe 24 ndio itakuwa mwisho wa kuuza dozen index. Afi ukishuka chini utaona kuna hizi equity statistics ziko straightforward, sina cha kuzungumzia. Shuka chini zaidi. Ona kwanza kabla hujashuka chini nataka hiyo ya hapo juu. Okay, hapa kwenye top movers, yani zile counters ambazo hisa zake zimekuwa zimefanya miamala mingi. Kama kawaida CRDB amekuwa share zake nyingi ndo zimetrade, akifuatiwa na Voda na Simba na Afriprice. Na kwa kweli CRDB ni kati ya counters ambazo tangu ameingia sokoni amechangamsha soko. Sababu nakumbuka tangu ameingia 2009, nimesahau tarehe, hakuna siku ambayo imepita hisa za CRDB hazija trade. Nilitokea tu siku moja kipindi cha mwaka 2016 au 17, ndio kipindi hicho ambacho CRDB haikutrade, na maana yake soko alikuwa na transaction yoyote siku hiyo. Nafikiri kama nakumbuka ilileta commotion kwenye vyombo vya habari baada opposition leader mmoja kuripoti kwamba soko la hisa leo halikutrade kabisa, kwa hiyo hali ya uchumi ni mbaya sana. Kwa hiyo siku hiyo na CRDB alitegea kutuokoa, ikaleta commotion, lakini tangu hapo kwa kweli amekuwa akituokoa. Always hakuna siku ambayo CRDB huwa itrade. Na ndio maana ikabatizwa jina kwamba ni benki pendwa kwenye mitandao yetu ya uwekezaji. Next slide. Sorry, next page. Kabla hujaenda kwenye next page, Vodacom last week tulijua kulikuwa kuna block trade. This week tena tunaona pia na yenyewe imeapia kwenye top movers. Nini kimetokea tena Vodacom this time? Ama imeanza tu kuchangamka? Vodacom, in fact Vodacom nilikuwa nimeandaa kitu cha kuja kupresent, lakini tulipopata mgeni nikaona afadhali tuisogeze wiki na kuja. Kwa nafikiri nitaongea chochote kuhusu Vodacom kwa sababu Vodacom ni kati ya counters ambazo tumeona sasa kuna interest za foreigners. Foreigners wanakuwa wanapenda sana kuinua hii kampuni. Kwa hiyo we will share what we have. Sasa wawekezaji na wenyewe waweze kupima kuona kama hiyo meli iko karibu kuondoka waiwai au waangalie sehemu nyingine. Sawa sawa. Hizo ni takwimu za indices jinsi zilivyo move. Nafikiri hapa ndio inaonyesha zile gainers na losers. Wiki hii tumeona Simba Cement imeshuka kwa kasi kutoka kule ambako ilikuwa imeenda, nafikiri kwa imefika 2600 kitu kama hicho. Naona kama imeshuka kwa kasi na inashuka kwa kasi, sijajua inashuka kuelekea kwenye ile rights issue price ambayo ni shilingi 1600 au inaenda wapi. Lakini ndio kinachotokea kwa Simba Cement. Na TCC bado inajikongoja kwa sababu katika counter zote tangu tumefungua hizi new rules, TCC ndio imechelewa sana kurudi kule ambako inatakiwa kuwa. Kwa hiyo nashangaa sisi kwa nini inaenda mwendo wa kinyonga, imeshuka leo bahati nzuri, kwa itafika tu kwa inakotakiwa kwenda. Na kwenye participation kama unavyoona kwenye upande wa selling imekuwa dominated na foreigners, control almost 55% ya upande wa selling, wakati local ni 45%, lakini upande wa buying locals ndio control sehemu kubwa zaidi kuliko foreigners.
Kwa net effect hapo unaona, kwa net effect ya wiki hii unaona kama kuna exit ya foreigners kuliko entry. Na page ya chini hizi nani ilikuwa inaonyesha dividend updates ambazo nafikiri wote tunazifahamu. Sana sana nafikiri next Afriprice ndo bado anatuchelewesha, hajaweza kukamilisha mkeka kwa kutaja kwamba hilo gawio atalilipa lini, lakini wengine karibu wote hapa wameshalipa kasoro Vodacom ambaye analipa itakuwa wiki ijayo tarehe 15. Vodacom of course si kasahau na TCC na yeye atalipa tarehe 21. Alafu hapo chini sasa ndo table ambayo inajaribu kuonyesha government securities yields, au kwa njia nyingine miaka inayokuja soko letu likichangamka, hiki ndo kitakuwa kinaitwa yield curve. Yield curve yani ni ile structure ya yield zikoje kwenye government securities, ambapo benchmark yani ndo benchmark yield. Kama unataka kwenda kukopa kwa miaka 7 au unaenda kukopa kwa miaka 5, hii ndo inakuwa benchmark ambayo above which ndo unaweza uka price na wewe product yako. Sawa, kwa Ezekiel nafikiri ndio hiyo ilikuwa summary ya soko la wiki hii. Labda kama Aurelia hajarudi, labda kama kuna swali lolote kuhusiana na hii report. Yes, Aurelia naona alichomoka kidogo. Bado yuko hapa kumbe, lakini basi kama yuko vizuri atatuambia. Alichomoka amesharudi. Okay, Madam Aurelia, Mr. Fortes ameshatusaidia. Kama upo labda utupatie overview kidogo upande wako, ama any additional point ambazo unaweza kutupatia. Asante, naona mko umeniweka backstage. Yes. Ndio. Naona ameongelea karibu kila kitu, labda cha kunote zaidi ya hiyo dividend na taarifa aliyotoa ya fund na prices. Sasa hivi kama tulivyoona prices nyingine makampuni zinapanda, nyingine zinashuka. Tumeona CRDB imeanza kupick momentum tena, kwa sababu ilikuwa ishaanza kushuka last week, lakini by this week tumeona price inaenda juu, lakini demand bado ipo na offers zipo wanaouza, na kama alivyoonyesha kwenye chati ya mwisho kwamba net sellers ni foreigners, lakini hata locals wapo. Na pia ameongelea, nadhani ashaongelea kuhusu hivi yield I mean weighted average yield ya minada ya muda mfupi, kwamba ina yield kubwa kuliko ile ya muda mrefu ambayo ni mwaka mmoja. Nadhani ashaiongelea. Mbali na hapo sidhani kama kwenye market kuna kitu kingine cha kuongezea. Tunaona naona wanaanza kupick kwa sababu mwanzoni tulikuwa tunaona net sellers wengi walikuwa ni foreigners kwa miezi kadhaa iliyopita, lakini tunaona hata locals wameanza, kwa sababu kama 55% tu ndio imechukuliwa na foreigners na the rest iliyobaki ni local. Kwa hiyo tunaona kama vile wanaanza kumatch. Hiyo ya Vodacom ashaiongelea, bado foreigners wanatafuta Vodacom, na next week kama alivyokwisha sema ataelezea kuhusu Vodacom. Mbali na hapo nadhani sina kingine cha kuongezea. Sawa. Basi mimi nishukuru sana.